tunaye mwandamia. Kama tunaandamana kwa ajili ya serikali, inawezekana katika serikali hiyo kuna Jesuit, na yule upande wa serikali huyo Jesuit aliyeko kule, na upande wetu waandamanaji huyu Jesuit aliyeko huko, wao wanawasiliana, lakini wanajifanya kana kwamba wanatofautiana sana, wanachukiana sana. Kusudi ni nini? Ni kwamba mwishowe kanisa lao lipate kunufaika. Kwa hivyo kumbe, inawezekana ndugu yangu Mtanzania Gen Z, unatumiwa na Jesuit, unahamasishwa na Jesuit kuandamana, akikudanganya kwamba utapata haki, lakini kumbe yeye yuko kwenye mpango wake kabisa wa kunufaisha kanisa lake. Hiki ni kiapo wanachokula. Kiapo kinaendelea. Umefundishwa wajibu wako kama mpelelezi wa siri kukusanya kumbukumbu zote, ukweli na taarifa zote katika uwezo wako tokea katika kila chanzo. Kujichomeka mwenyewe katika imani ya mzunguko wa familia ya Waprotestanti na wazushi wa kila hadhi na tabia, ikiwa ni pamoja na wafanyabiashara, watu wa benki, wanasheria, miongoni mwa mashule na vyuo vikuu, ndani ya mabunge na watunga sheria na mabaraza ya mahakama ya kitaifa, na kuwa kila kitu kwa watu wote kwa ajili ya manufaa ya Papa ambaye tu watumishi wake mpaka kufa. Hivi hapo mnaona kuna sehemu gani imebakia? Kama ni mabungeni wapo, kwenye mahakama wapo, kwenye benki wapo. Sijui mnaelewa vizuri. Lakini katika mashule na vyuo vikuu wapo. Lakini haitoshi, kwa wafanyabiashara wapo. Kama tukitafakari vizuri tutakuja kugundua moja ya watu ambao wanahamasisha masuala ya maandamano katika nchi, makundi hayo yapo. Inawezekana ukawa hawaelewi vizuri, lakini ngoja niseme. Ikiwa mtu yuko upande wa serikali, anaweza kuwa ni mwanasheria, anaweza kuwa anafanya kazi katika mahakama, akatoa kitu cha kupinga waandamanaji. Lugha anayoweza kuitumia inaweza kuchochea maandamano badala ya kuzuia maandamano. Huyo anafanya kazi ile ile ambayo aliapa katika kiapo hiki. Anaendelea anasema, umepokea maelekezo yote kuanzia sasa kama mwanafunzi mtu mpya, na umehudumiwa kama mwakilishi, muungamishaji na kasisi au padri, lakini haujapewa vile vyote muhimu kuamuru katika jeshi la Loyola katika huduma ya Papa. Ni lazima uhudumu kwa wakati sahihi kama kifaa na kitendea kazi kutokana na maelekezo ya wakubwa wako, kwa kuwa hakuna anayeweza kuamuru au kuagiza hapa ambaye hajajitoa katika kazi yake kwa damu ya wazushi, kwa kuwa bila kumwaga damu hakuna mtu anayeweza kuokolewa. Unaona viapo hivyo wanavyokula? Labda nitoe kidogo ufafanuzi. Kiapo hiki kinapozungumza habari ya wazushi, neno wazushi limekuwa likitumika zaidi kwa wale wanaopinga upapa. Kwa hivyo yeyote anayeweza kusimama na kuzungumza habari kama hizi za majezuiti, habari za upapa, mtu huyo anahesabika ni mzushi. Lakini nieleweke pia vizuri, ndugu zangu wa Tanzania, msinielewe vizuri, msije mkanielewa vibaya. Sina maana kwamba natengeneza chuki kati ya dini na dini. Badala yake ni kwamba najaribu kufunua na kufafanua kile ambacho kiko nyuma ya pazia, ambacho daima tumekuwa hatukioni, hatuonyeshwi, ila kimefichwa kwa mgongo wa dini, kimefichwa kwa mgongo wa wanasiasa, kimefichwa kwa mgongo wa wafanyabiashara, kimefichwa kwa mgongo wa wanasayansi, wanasanaa na taasisi zingine kama zilivyotajwa hapo, benki, mahakama, mabunge na kadhalika. Kwa hivyo
Sitegemee mtu atoke na mtazamo kwamba ninatengeneza chuki kati ya labda Mkatoliki achukiane na dhehebu fulani. Hapana. Isipokuwa ninachokilenga ni kwamba Mkatoliki huyo huyo kama Mtanzania mwenzangu apate kuelewa picha halisi ambayo pengine kwa muda mrefu amekuwa haijui, lakini picha hiyo inaweza ikawa inaleta madhara. Ni wengi ambao tunawaheshimu na kuwapenda, mapadri, maaskofu. Tena wanapokuwa wakituhudumia katika ibada, tunawapatia na zawadi kama watu wanaotuhudumia, ikiwa ni katika kama sehemu ya kumtumikia Mungu. Lakini bahati mbaya ni kwamba ukweli unazidi kujifunua. Si kwamba wapo upande wa Mungu, ila wao wanalo kanisa lao, wanaye na Mungu wao. Maandiko matakatifu yanazungumza katika kitabu cha Mathayo. Nitasoma katika kitabu cha Mathayo, sura yake ni ya 15. Mungu Yesu Kristo anazungumza akisema hivi: enyi wanafiki. Mstari wake ni wa 7, 15 Mathayo mstari wa 7 anasema, enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hivyo kumbe kuna kundi la watu ambao kwa kweli wanatoa ibada, na wakimtaja huyo Yesu, wakimtaja huyo Mungu ambaye kwa kweli tunamwamini. Lakini wanapokuwa wanataja hivyo, sio kwamba mioyo iko kule kwa Mungu mwenyewe. Mioyo iko mbali naye. Na kitu kingine Yesu alichokisema juu ya watu kama hao, anakizungumza katika sura ya 7 ya kitabu hiki cha Mathayo. Anasema kwamba si kila mtu aniambiaye, mstari wake na 21, Mathayo 7 mstari 21, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Jamani, si tunawaona manabii leo wanafanya unabii? Si tunawaona wanafanya miujiza? Sikiliza, nasema, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo? Si tunaona hayo yanafanyika leo? Hakuna wachungaji, hakuna wale wanaojiita manabii wanatoa unabii, wanasema serikali labda ya Tanzania kutatokea hiki na hiki, wameonyeshwa na Mungu wao, wanatoa unabii. Hatuoni watu wanatoa mapepo, wengine wakidai hata kufufua watu. Yesu anasema watu hao siku ile wataenda watasema kwamba, Bwana, kwa jina lako tulitoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Lakini Yesu atasemaje? Yesu atasema hivi, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Kwa hivyo wapo watumishi wengi ambao leo tumewatumaini na tunawasikiliza sana katika vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, wanazungumza, wanakemea mambo mengi tunayasikia. Lakini tafakari vizuri, utakuja kugundua kile kinachoonekana kama kukemea sio kukemea, bali ni kuchochea chuki. Kama tulivyoona sehemu ya kiapo hiki kwamba kupanda chuki, kutengeneza wadui baina ya watu. Ikiwa ni mtumishi wa Mungu alitakiwa kupanda mbegu ya amani daima, lakini badala yake hafanyi hivyo. Watu hao ndio wanaohamasisha maandamano. Tutakuja tuone matokeo yake hasa wanayotaka. Kumbuka lakini katika kiapo hiki kama tulivyoona, wanapokuwa wanachochea mambo haya, wanaofaidika ni wao, kama tulivyoona kwa ajili ya manufaa ya papa ambaye wao wanamtumikia mpaka kufa. Na hapo ieleweke,
mtumishi wa Papa si lazima awe padri, si lazima awe askofu wa Katoliki. Hawa watu tumeona kwamba wanaweza wakajigeuza kwa imani yoyote ile. Kwa hivyo anaweza kuwa katika Uislamu, anaweza kuwa katika Warokole, anaweza kuwa sijui kwa Wasabato, kokote pale, au katengeneza kanisa lake, ili mradi tu katika kupitia kazi hiyo ya utumishi katika mahali hapo anaweza kutimiza kiapo alichokula. Anaendelea, anasema kwa hiyo ili ufae katika kazi yako na kutengeneza wokovu wako kuwa wa uhakika, kwa kuongezea katika kiapo chako cha awali juu ya utii wako kwenye chama cha Majesuiti na utii wako kwa Papa, fuatisha maneno hapa baada yangu. Kumbuka hapo tumeanza kusema ni mkuu wa Majesuiti ndiye anazungumza. Kwa hiyo alikuwa na mayale anamuelezea yule anayetakiwa kuapa. Sasa anayeapa anaanza sasa kuapa kwenyewe kwa kufuatisha maneno anayoambiwa. Anasema hivi, mimi ... Hapo sasa unaweza kaweka jina kwamba yeye jina lake ataitwa nani. Anasema sasa katika uwepo wa Mungu. Tena wanadai kabisa kwamba wanaapa mbele za uwepo wa Mungu. Na kama tumefuatilia vizuri tutagundua hata katika mabunge juzi tu, si wabunge waliapa kwa kutumia Biblia na Qur'ani. Kwa kifupi ni kwamba wanaapa mbele ya uwepo wa Mungu. Ni Mungu gani huyo? Wao wanajua kulingana na imani yao. Anasema mimi ... Sasa katika uwepo wa Mungu Mwenyezi, Bikira Maria mbarikiwa, mbarikiwa Mikaeli malaika mkuu, mbarikiwa Mtakatifu Yohana Mbatizaji, mitume watakatifu, Mtakatifu Petro na Mtakatifu Paulo na watakatifu wote na jeshi lote takatifu la mbinguni, na kwako baba yangu wa kiroho. Yani sasa huyo ni jenerali mkuu wa chama cha Majesuiti. Wanaapa pia hata kwake, kilichoanzishwa na Mtakatifu Loyola katika upapa wa Paulo wa tatu na kuendelea mpaka leo. Na hapa katika tumbo la Bikira na hapa katika tumbo la Bikira, mfumo wa Mungu, fimbo ya chuma ya Yesu Kristo, natangaza na kuapa kwamba Mtakatifu Papa ni makamu na ndiye mkuu wa kweli wa Katoliki au kanisa la kiulimwengu katika dunia nzima. Na kwa maadili ya kufunga na kufungua aliyopewa Mtakatifu Papa na Mwokozi wangu Yesu Kristo, ana nguvu za kushusha wafalme wazushi.